amri ya 5 kati ya amri zile 10 inasomeka hivi: waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ni muhimu sana kwa kuwa ni mojawapo ya amri pekee yenye ahadi katika Biblia nzima. Hiyo inakupa sababu ya kuitunza, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Watu wengi huisoma sehemu hiyo ya amri ya 5 kama thawabu, lakini ingawa inaweza kuchukuliwa kama thawabu, ukweli unabaki kuwa ni sababu ya kuitunza. Ikiwa utajenga jamii ambayo watoto wanaheshimu wazazi wao, jamii hiyo itaishi maisha marefu. Na kwa ufupi, jamii ambayo watoto hawaheshimu wazazi wao iko katika hukumu ya maangamizi. Katika siku hizi tulizonazo, uhusiano huu kati ya kuheshimu wazazi na kudumisha ustaarabu huu haujathaminiwa sana. Kinyume chake, wengi wa wazazi wenye elimu bora hawaamini kwamba watoto wao wanahitaji kuonyesha heshima, kwa kuwa swala la kuheshimu linamaanisha kumhusu mtu mwenye mamlaka, na hiyo ni hadhi ambayo wazazi wengi wa kisasa wanaikataa. Kwa kuongezea, wazazi wengi hutafuta kupendwa, si kuheshimiwa na watoto wao. Hata hivyo, hakuna mahali popote katika Biblia panapotuamuru tuwapende wazazi wetu. Hii inashangaza sana, kwa kuwa Biblia inatuamuru kuwapenda jirani zetu, kumpenda Mungu na kumpenda mgeni. Biblia ilielewa kwamba siku zote kutakuwa na watu ambao kwa sababu yoyote ile hawatawapenda wazazi. Kwa hiyo hahitaji kile ambacho kinaweza kuwa kisichowezekana kisaikolojia au kihisia, lakini inadai kwamba tuwaheshimu wazazi wetu, na Biblia hufanya madai haya kuhusu wazazi wetu. Hakuna mtu mwingine ambaye Biblia inatuamuru tumheshimu. Basi, kwa nini kuwaheshimu wazazi ni jambo la maana sana? Kwa nini amri 10? Sinaamini kwamba jamii isingeweza kuendelea ikiwa amri hii ingevunjwa. Sababu moja ni kwamba sisi kama watoto tunahitaji amri hiyo. Wazazi wanaweza kukataa kuheshimiwa, wazazi wanaweza kutaka kuheshimiwa na wanapaswa kutaka kuheshimiwa, lakini pia watoto wanahitaji kuwaheshimu wazazi. Baba na mama ambao hawaheshimiwi kimsingi ni kama watu wazima wenye rika sawa na watoto wao. Wao si wazazi. Hakuna kizazi kinachojua zaidi matokeo mabaya ya kukua bila baba kuliko hiki tulicho nacho. Wavulana wasio na baba wana uwezekano mkubwa zaidi wa kukua na kufanya uhalifu wa kijeuri kwa kuwatendea vibaya wanawake na kutenda vyovyote wapendavyo dhidi ya jamii. Wasichana ambao hawana baba wa kumheshimu au kumpenda pia wana uwezekano mkubwa wa kutafuta wanaume wasiofaa na kufanya uasherati katika umri mdogo na watu wa rika mbalimbali. Pili, kuwaheshimu wazazi ndiyo njia inayofanya kutambua kwamba kuna mamlaka ya kimaadili juu yetu ambayo kwayo tunawajibika kimaadili. Na bila hii hatuwezi kuunda au kudumisha jamii yenye maadili. Bila shaka, kwa amri 10, mamlaka kuu ya kimaadili ni Mungu, ambaye kwa hiyo yuko juu kuliko hata wazazi wetu. Lakini ni vigumu sana kujua kumheshimu Mungu bila kuwa na wazazi, hasa baba na mama wa kuheshimu. Sigmund Freud, baba wa magonjwa ya akili na asiyeamini kuwa kuna Mungu, alitoa nadharia kwamba kitendo cha mtu kumheshimu baba yake kilimjengea sana msingi wa mtu kumheshimu Mungu. Kuna sababu nyingine kwa nini kuwaheshimu wazazi ni jambo la msingi kwa jamii iliyo bora. Kuheshimu wazazi ni dawa bora dhidi ya utawala wa kidikteta. Moja ya mambo ya kwanza ambayo harakati za kidikteta hutafuta kuyafanya ni kuvunja mshikamano kati ya mzazi na mtoto. Utii wa mtoto huhamishwa kutoka kwa wazazi hadi kwa serikali. Hata katika jamii za kidemokrasia, kadiri serikali inavyokuwa kubwa ndivyo inavyozidi kunyakua nafasi ya mzazi. Hatimaye kuna njia nyingine za kuwaheshimu wazazi. Kanuni ya jumla ni hii: wazazi wanatendewa kwa namna maalum. Wazazi ni wa pekee, hivyo ni lazima watendewe kwa namna ya kipekee. Uzungumzi nao kwa njia sawa na mtu mwingine yeyote. Kwa mfano, unaweza kutumia matamshi ya mzaha unapozungumza na rafiki, lakini haiko hivyo kwa mzazi. Huwezi kuwaita kwa jina lao la kwanza. Na unapotoka nyumbani kwao na kujitegemea kimaisha, unapaswa kuendelea kuwasiliana nao. Kutokuwa na mawasiliano na wazazi ni kinyume cha kuwaheshimu, na ndiyo sababu sote tunatambua kuwa wazazi wengine waliwahi kutenda ukatili sana, na ninamaanisha ukatili wenye kuudhi kwa watoto wao, kiasi kwamba mtu haoni sababu ya kuwaheshimu wazazi. Kuna kesi kama hizo, lakini ni nadra kuzisikia. Na kumbuka hili, watoto wako wakikuona unawaheshimu wazazi wako, hata iwe vigumu vipi nyakati fulani, nafasi ni kubwa zaidi ya wao kuheshimu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Emmanuel Daud Chengari.